Yesu kwa wanafunzi. Nataka nimwone Yesu kwa wanafunzi. Nataka nimwone Yesu kwa kina mama. Nataka nimwone Yesu kwa kina mama. Moyoni mwangu, moyoni mwangu, moyoni mwangu, moyoni mwangu. Nataka nimwone Yesu moyoni mwangu. Moyoni mwangu, moyoni mwangu, moyoni mwangu, moyoni mwangu. Nataka nimwone Yesu moyoni mwangu. Nataka nimwone Yesu kwa wanaume. Nataka nimwone Yesu kwa wanaume. Nataka nimwone Yesu kwa watoto. Nataka nimwone Yesu kwa watoto. Moyoni mwangu, moyoni mwangu, moyoni mwangu, moyoni mwangu, moyoni mwangu. Nataka nimwone Yesu moyoni mwangu. Nimeona tuimbe wote. Kuna watu tangu wamekuwepo hapa hawajawahi kuimba. Nimegundua kwamba kambi hili ni la kuimba. Haleluya. Amen. Maana linaongozwa na kamanda wa kuimba. Amen. Namfahamu vizuri kwa namna pekee. Mungu amemjalia karama hiyo, kwa hiyo tunashukuru sana kwa vipaji hivyo ambavyo Bwana ameviwekeza ndani yake. Amen. Niwaletee salamu kutoka katika kambi la Njengwa. Sabato iliyopita tulikuwa kule Njengwa Mtwara, tulipomaliza wanawasalimu sana. Amen. Lakini pia niwape salamu kutoka kule Nachingwea. Katikati ya juma niliwahi kuonana na wazee wa kanisa, nao wanawasalimu sana. Amen. Lakini pia katika mtaa ule wa Lionja tuna effort ambao watu wa Golani wako pale kwa majuma mawili, wameanza juma hili na siku kuanzia Jumanne mpaka Alhamisi tulikuwa nao. Nilipoondoka wanawasalimu sana. Lakini pia mimi ni baba familia, kwa hiyo nilipotoka pale nyumbani mke wangu anawasalimu sana. Wangapi ambao wanamshukuru Mungu kufika kambi 2026? Amina. Haleluya jamani. Amina. Nikipiga picha ya matukio kadhaa ambayo yametokea, yananiambia kwamba bado Mungu ana jambo la kufanya na mimi. Niko hai tu kwa sababu kuna jambo fulani ambalo Mungu anatamani nilifanye. Huenda angeruhusu nikalala. Inawezekana maisha yangu sijaweka tayari kwa kuja kwake. Yawezekana kuna mtu fulani ambaye nilipaswa kusema neno moja apate kuokolewa, sijalisema, na mtu huyo angesimama mbele ya kiti cha enzi aseme, Baba, kama ningeliambiwa ningelipona. Na atakuja kunililia, ulijua, mbona hukuniambia? Na Biblia yangu naposoma katika kitabu cha Ezekieli sura ya 33 nasema, nimwambiapo mtu mbaya, ewe mtu mbaya, iache njia yako mbaya, nawe hukwenda kumwonya, mtu huyo atakufa katika uovu wake, na damu yake nitataka mikononi mwako. Na hivyo nikitafakari yote haya, ninajua ya kwamba Mungu bado ana jambo la kufanya maishani mwangu. Na ndivyo ilivyo ya kwamba na wewe kwako kuna jambo fulani ambalo Mungu anatamani kulifanya maishani mwako. Na hivyo basi makambi 2026 yanakuja kwetu yakiwa na kauli mbiu inayosema nitakwenda nikimsubiri Yesu. Tumekuwa na kauli mbiu ambazo zimepita, nitakwenda nikimtumaini Yesu, nitakwenda na familia yangu, nitakwenda. Lakini makambi 2026 ni kana kwamba ni sauti inayotuambia kwamba ni kweli tumekuwa tukienda, lakini wakati uliobaki ni kuweka mambo yetu vizuri. Ni kweli twende, lakini maisha yetu yawe tayari kumsubiri Yesu. Maana dalili za nyakati
tunapoimba katika wimbo namba 161, nasema piga panda na ya makelele, maana Yesu yuaja tena. Tuonapo machafuko yanapotokea, tunapoona maradhi, hofu, shida, tabu, yanatangaza Yesu anakuja. Na kweli ndiyo tunayaona katika ulimwengu huu, ni tangazo Yesu anakuja. Na hivyo basi Luka 21 mstari wa 28, yeye anasema basi mambo hayo yaanzapo kutokea, changamkeni mkavinue vichwa vyenu, kwa kuwa ukombozi wenu umekaribia. Si wakati wetu tena wa kulala, si wakati tena wetu wa kuhuzunika kwa mambo yanatokea. Ni wakati wetu wa kuamka katika usingizi, ni wakati wetu wa kuchangamka, maana dalili za nyakati zinatuambia ukombozi wetu umekaribia. Na hivyo basi katika mchana wa leo ninatamani kushiriki nanyi somo la pekee sana ambalo nimetamani mianzo ya makambi haya tulitafakari. Na somo hilo linasema wakati wa kwenda tukimsubiri Yesu. Tuombe. Mungu wetu unayeketi mbinguni, tunakushukuru sana kutufikisha kambi 2026. Lakini katika kambi hili la mwaka 2026 linatutaka twende tukawaambie wengine habari zako, lakini linarudisha nyuma ya kwamba je, wakati tunaposonga mbele tu tayari kusubiri kuja kwako? Tusaidie katika mchana huu wa leo, tunapopitia aya mbalimbali za Biblia, zikatufundishe namna ya kwenda, lakini tukikusubiri kurudi kwako, katika jina lako Yesu, amina. Wakati wa kwenda tukimsubiri Yesu. Na katika somo la mchana wa leo, natamani kwamba katika makambi haya iweze kuwa ni sehemu yetu ya matayarisho makubwa ya kuja kwa Yesu mara ya pili. Maana hata Waadventista wetu, maana ya Adventisti ni wanaongojea. Kwa hiyo wakati tukiwa na jukumu la kwenda kupeleka Injili, lakini maisha yetu, mienendo yetu, tabia zetu iwe ziko tayari kwa kile kinachoujia ulimwengu. Na ndio maana Paulo katika Wakorintho wa kwanza sura ya 9:27 anasema nisije nikawahubiri wengine, tusije tukapiga mbio kwenda kuwaambia wengine Yesu anakuja, Yesu anakuja. Wakati huo Yesu atakapotokea, tukalia kilio hiki, milima na miamba tuangukieni, tusitirini, tusiuone uso wake ajaye. Ni huzuni kiasi gani ikiwa ulitoa muda wako kwenda kuambia wengine habari za Yesu, alafu Yesu anakuambia sikujui, ondoka kwangu. Na hata wale tuliowaongoza wanapofika katika kiti cha enzi, wakiangalia upande huu, wanaona viti vyetu viko wazi. Ni huzuni kiasi gani. Lakini katika somo la mchana huu linatamani kutuweka tayari moja ya mambo ambayo tunapaswa kuyafanya wakati tukienda na huku tukisubiri. Na moja ya watu ambao walikwenda wakimsubiri Mungu ni mtu mmoja anaitwa Ibrahimu. Ninaposoma habari za Ibrahimu, nimemchagua Ibrahimu maishani mwangu. Kwa nini nimemchagua Ibrahimu maishani mwangu? Moja, Ibrahimu ni mwanadamu kama mimi nilivyo. Amen. Jambo la pili, Ibrahimu aliitwa na Mungu kama mimi nilivyoitwa na Mungu. Jambo la tatu, Ibrahimu alipewa ahadi kama na mimi nilivyopewa ahadi ya kurithi uzima milele. Jambo la nne, Ibrahimu kuna ahadi alizopewa akamtilia Mungu mashaka, akaanguka kama ninavyoanguka dhambini. Ibrahimu alifika mahali
akatambua udhaifu wake, akamrejea Mungu. Nami ninajua ya kwamba mimi kama mwanadamu, ni kweli Bwana ameniita, ameniokoa. Ni kweli Bwana anazo ahadi za kuingia mbinguni, lakini niko kwenye pambano. Na ikiwa Ibrahimu alitoboa akaitwa rafiki wa Mungu na madhaifu niliyoyasoma kwa Ibrahimu, nina uhakika ya kwamba mbinguni nitaenda. Nimemchagua Ibrahimu, nampendekeza kwako. Mchana wa leo ninawaalika katika kitabu kile cha Mwanzo sura ya 27. Mwanzo sura 22 mstari wa kwanza mpaka 14. Kitabu cha Mwanzo sura 22 mstari wa kwanza mpaka wa 14. Hapo naomba nikualike utulie na Biblia yako tusome pamoja. Mwanzo sura ya 22 mstari wa kwanza mpaka 14. Ukiona Biblia yako kuna mambo fulani tutapishana, ni Kiswahili tu lakini kiko pale pale. Biblia inasema hivi: ikawa baada ya mambo hayo Mungu alimjaribu Abrahamu akamwambia, Abrahamu, naye akasema, mimi hapa. Akasema, umchukue mwana wako wa pekee umpendaye, Isaka, ukaende zako mpaka nchi ya Moria, ukamtoe sadaka ya kuteketezwa huko juu ya mlima mmojawapo nitakao kuambia. Abrahamu akaondoka alfajiri, akatandika punda wake, akachukua vijana wawili pamoja naye na Isaka mwanawe, akachanja kuni kwa ajili ya hiyo sadaka ya kuteketezwa. Akaondoka akaenda mpaka mahali alipoambiwa na Mungu. Siku ya tatu Abrahamu akainua macho yake, akapaona mahali pakiwa bado mbali. Abrahamu akawaambia vijana wake, kaeni ninyi hapa pamoja na punda, na mimi na kijana tutakwenda kule tukaabudu na kuwarudia tena. Basi Abrahamu akazitwaa kuni za hiyo sadaka, akamtwika Isaka mwanawe, akatoa moto na kisu mkononi mwake, wakaenda wote wawili pamoja. Mstari wa 7. Isaka akasema na Abraham baba yake akinena, babangu. Naye akasema, mimi hapa mwanangu. Akasema, tazama, moto upo na kuni zipo, lakini yuko wapi mwana-kondoo kwa sadaka ya kuteketezwa? Abrahamu akasema, Mungu atajipatia mwana-kondoo kwa hiyo sadaka, mwanangu. Basi wakaendelea wote wawili pamoja, wakafika mahali pale alipoambiwa na Mungu. Abrahamu akajenga madhabahu huko, akaziweka tayari kuni, kisha akamfunga Isaka mwanawe, akamweka juu ya madhabahu, juu ya zile kuni. Abrahamu akanyosha mkono wake, akakitwaa kisu kile amchinje mwanawe. Ndipo malaika wa Bwana akamwita kutoka mbinguni akasema, Abrahamu, Abrahamu, naye akasema, mimi hapa. Akasema, usimnyoshe kijana mkono wako, wala usimtendee neno, kwa maana sasa ninajua ya kuwa unamcha Mungu, kwa kuwa hukunizuilia mwanao wa pekee. Abrahamu akainua macho yake, akaangalia, na tazama, kondoo dume yuko nyuma yake, amenaswa pembe zake katika kichaka. Basi Abrahamu akaenda akamtoa huyo kondoo, akamtoa awe sadaka ya kuteketezwa badala ya mwanawe. Mstari wa 14. Abrahamu akapaita mahali hapo Yehova Yire, kama watu wasemavyo hata leo, katika mlima wa Bwana itapatikana. Naomba baada ya kusoma aya hizo nikualike kwa mambo kadhaa ambayo nimetamani tusome pamoja nawe. Ninaomba uzingatie mambo kadhaa katika asubuhi ya leo na katika mchana wa leo wa hubiri hili. Jambo la kwanza, tangu Ibrahimu amepewa ahadi ya kupata mtoto,
Katika Mwanzo sura ya 12 mstari wa 2, Mungu anamwambia Abrahamu, nitakuzidisha, utakuwa baba wa mataifa. Kwa lugha nyingine, kupitia kwako mataifa yatazaliwa. Lakini wakati huo Ibrahimu hana mtoto. Katika Mwanzo sura ya 15, wakati tena Mungu anakariri ahadi hizo, Ibrahimu amekaa miaka kadhaa akisubiri ahadi ya kuwa na mtoto. Kumbuka wakati anaambiwa ya kwamba nitakufanya kuwa taifa, alikuwa na miaka 75. Lakini wakati huo sasa ahadi inakaririwa, amesubiri. Ninaelewa habari za watu walivyo na kesi za kupata watoto, wale ambao wamekaa katika ndoa muda mrefu, hawana watoto. Ninajua namna wanavyohangaika. Matazamio ni kwamba mara wanapoingia tu katika ndoa wawe na mtoto, lakini siku zinaenda, mwaka unaenda, hakuna mtoto. Miaka miwili, siku zinaenda. Abrahamu akamgeukia Mungu. Katika Mwanzo 15 anamwambia Mungu, unajua uliniahidi ya kwamba nitapata mtoto. Ni kweli ahadi zako mbona zinaendelea, lakini utanipa nini na mimi sina mtoto? Ina maana Eliezeri ndiye atakaye kuwa mrithi wangu, huyu mtumishi aliyeko nyumbani? Mungu anamwambia Abraham, sikiliza, ahadi yangu si kwa mtumwa, ahadi yangu ni kwa mtoto anayetoka katika viuno vyako. Mungu anaamsha ari, anaamsha matumaini ya Ibrahimu kupata mtoto. Ingawa katika Mwanzo sura ya 16 kinachotokea ni kwamba baada ya kusubiri kwa muda mrefu, familia inakaa kuona ya kwamba inawezekana. Kwa namna ninavyomfahamu Sara alivyo, ameshakuwa kibibi, na kwa kuwa ameshakuwa kibibi, amekoma katika hali yake ya kawaida. Kwa hiyo amekata tamaa. Anamwambia mewe, tunaye mfanyakazi ambaye ingia kwake, wewe utapata mtoto, sio kwangu, mimi ni mzee. Wanapokaa katika akili zao za kibinadamu, wanakubaliana kwamba ni kweli. Ibrahimu naye hakupinga. Ibrahimu akaingia kwa mfanyakazi, house girl, akapata mtoto. Lakini Mungu bado katika sura ya 18 ya Mwanzo, Mungu anamwambia si kwa huyo, ila kwa huyo Sara kibibi unayemuona ndipo mtoto atakapozaliwa. Amina. Ahadi za Mungu hazijui kuwahi wala kuchelewa. Kile Mungu anachokisema kwako, hata kama unaona kinakawia, bado Bwana agano lake liko pale pale na atalitimiza. Amina. Sasa katika sura 22 Ibrahimu ameshapata mtoto ambaye anaitwa Isaka. Na wakati huo Ibrahimu ana miaka 120, ndipo ambapo sauti ya Mungu inamwambia Ibrahimu, sikiliza, huyo mtoto mtoe awe sadaka. Miaka 25 unasubiri mtoto, lakini unampata mtoto na sauti na kuambia mtoe. Jambo la pili, huyu mtoto aliyezaliwa ambaye anaitwa Isaka ndiye ahadi ya Mungu iliyosema ya kwamba ndiye atakaye kuwa mrithi wake. Lakini wakati huo sauti inasema mtoe awe sadaka. Si sadaka gani? Sadaka ya kuteketezwa. Angekuwa ni sadaka tu kama Samueli alivyotolewa, anajua atamuona, lakini kauli nasema mchinje. Ahadi nasema atakuwa mrithi. Jambo la tatu, sauti hii inasikika wakati Ibrahimu ameshamfukuza Ishmaeli ambaye ndiye kijana wake mkubwa. Kwa hiyo hayupo nyumbani, Ishmaeli ameshaondoka, na ndiye ambaye huenda angekuwepo Ishmaeli asema huyu hata kama akifa
ninajua Ishmaeli yupo, lakini Ishmaeli hayupo. Lakini ahadi ya Bwana inasema ndiye atakaye kuwa mrithi, lakini sauti ya Bwana inasema mchinje. Na kuomba, hebu vaa viatu vya Ibrahimu. Vivaa hivyo viatu vya Ibrahimu. Matumaini yote ya Ibrahimu ameyaweka kwa kijana wake huyu, kwamba huyu ndiye mrithi, na ahadi ya Bwana ni kwamba atakuwa ni taifa kubwa na watu kutoka kwake kama mchanga wa bahari. Mchanga wa bahari una uhusiano gani na kuchinja? Na uhusiano gani na kuchinja? Lakini jambo la nne ni kwamba matumaini yote ya Ibrahimu, ungemuuliza katika akili yake, anajua sasa hata nikifa ninaye mrithi wangu Isaka. Ila katikati ya tumaini lake la mwisho, mchinje mwanao. Jambo la mwisho, sauti inayomjia Ibrahimu, namwambia Ibrahimu, sikiliza, huyu mtoto ni mkono wako, wala sio watumishi. Ni mkono wako unaopaswa kuchukua kisu na kumchinja. Hapo haihitaji kuajiri majambazi, haihitaji kuajiri wamiani. Ni wewe Ibrahimu, chukua kisu wewe mwenyewe umchinje. Ndugu zangu, wakati fulani Mungu anaweza kuleta jambo kwako. Si kila jambo ambalo Mungu anaweza kuleta kwako likapelekana na njia zako. Ila habari ni hii, isikilize sauti ya Mungu. Amen. Sauti kwa Ibrahimu, nenda ukamchinje mwanao. Sauti ya Mungu kwako, leta ulicho nacho. Toa maisha yako, toa muda wako kwa ajili yangu. Je, wakati ule sauti ya Mungu inayosikika ikikinzana na matarajio yako, kile ulichokitumainia, kile ambacho ni tumaini lako la mwisho, Bwana anasema hiki kilete kwangu. Hii muda wako wewe, ninakutaka. Wengine uko kwenye nafasi kubwa ya kimaisha, lakini wakati huo Bwana anasema acha hayo, njoo unitumikie. Ni wakati mgumu sana. Ikiwa huko mbele unapoangalia huoni, lakini sauti inakwambia fanya. Fanya. Sasa ni Ibrahimu amesikia sauti hiyo. Lakini sikiliza, baada ya Ibrahimu kupata sauti hiyo, ukisoma katika Biblia hapa, anakwambia Ibrahimu akaondoka, akamtoa kijana wake akaenda. Lakini nataka nikwambie, haikuwa rahisi. Shetani akaanza kuingia katika mawazo ya Ibrahimu. Hivi kumbuka, asema alikuwa katika njozi. Hivi kweli Mungu anamaanisha nimtoe mwanangu nimchinje? Shetani akaingia pale pale alipokuwa na mashaka na Mungu. Akamwambia hivi, Ibrahimu, umedanganyika. Kwa nini nasema umedanganyika? Mungu ndiye aliyesema usiue. Je, yawezekanaje Mungu huyu aliyesema usiue leo akwambie umchinje mwanao? Hiyo haiwezekani. Shetani akaleta sababu kwa Ibrahimu. Ibrahimu ikawa ni muda wake wa mtihani. Ila sauti ya Bwana inasema fanya nini? Mchinje mwanao. Sasa baada ya hapo, Ibrahimu kilichotokea,
akaingia katika mashaka, akawa anaingia anatoka. Usiku ule wakati Bwana amemwonyesha hili, Ibrahimu akasema inawezekana hii ni sauti ambayo sio ya Mungu, sio ya Mungu. Akatoka akaanza kufikiria ahadi za Mungu. Mungu ameniambia ya kwamba akanitoa nje, akanitazamisha nyota, kwamba uzao wangu utakuwa kama nyota. Leo namchinja mtoto, haiwezekani. Akaangalia, akatoka kwa mara nyingine tena kuangalia anga. Ahadi ya Mungu si ndio ile? Imekuwaje leo Mungu aniambie nichinje? Haiwezekani. Hatua ya pili Ibrahimu aliochukua, akasema nina uzoefu wa Mungu kuzungumza nasi. Na wakati ule ambapo Sodoma ilikuwa inaenda kuangamizwa, malaika walinitokea nikiwa mahali fulani. Wakati ule Bwana ambapo ananiambia habari za ahadi zake, nilikuwa mahali fulani. Ibrahimu akatoka akaenda pale ambapo alikuwa na uzoefu wa kukutana na wajumbe wa Mungu, akitegemea ya kwamba wajumbe wa Mungu watakuwepo pale ili wamwambie kwamba hii habari sio ya kweli. Alipofika pale hakuwaona wale wajumbe. Ibrahimu akasema hapa bado sijaelewa. Ibrahimu akaingia kwenye maombi. Kitabu kile cha Patrick and Prophets, ukurasa ule wa 145 mpaka 155, akieleza kisa hicho. Anasema kama kuna wakati Ibrahimu aliomba, ulikuwa ni wakati huo. Aliomba, Mungu, tafadhali nionyeshe, niingilie kati katika jambo hili. Mbingu zilinyamaza kimya. Wakati ule akijibaraguza, akienda huku na kule, anasikia sauti masikioni, mchukue mwanao umchinje mtoto umpendaye. Kila akienda hivi ndio sauti inasikika. Ibrahimu anashuka usiku ule, anakwenda pale kijana Isaka alipolala. Akamtazama Isaka, hana shida yoyote, amelala usingizi wa amani. Alafu anafikiria sauti inayosema nimchinje mwanangu huyu. Ni huyu Isaka nimchinje jinsi alivyo mtoto wangu huyu. Akamwacha Isaka, akasema sasa. Isaka endelea kulala hapo. Isaka anakoroma, hajui kwamba kuna sauti, kuna pambano linaloendelea. Akaenda kwa mama yake, mama Sara. Akamwangalia Sara alivyolala pale, ana amani, maana amepata mtoto. Ana ahadi ya kwamba amepata mtoto na ahadi imetimia. Sara na koroma, hana mashaka na maisha. Ibrahimu akamwangalia akasema, nimwamshe nimwambie yale Mungu alioniambia. Pambano likaendelea katika akili ya Ibrahimu. Akasema, nikimwamsha Sara, kwa kuwa Sara ninafahamu jinsi mtoto huyo alivyochukua maisha yake, inawezekana jambo la kwanza nikamuua kwa presha. Lakini jambo la pili, kama atapona katika presha, atanikatalia nisimtoe mtoto huyu kwa sadaka. Akasema, hili si la kumwambia, ni saa ya kwenda kutekeleza. Ndipo asubuhi kamwita Isaka, twende tukamwabudu Mungu. Kachukua vijana wengine wawili, wakapandisha, kachanja kuni, kapandisha kwenye punda, safari kaendelea. Lakini baada ya siku 3 ndipo sasa kijana huyu ambaye alikuwa ni kawaida yao kwenda kutoa sadaka. Kwa hiyo Isaka alifundishwa namna ya kutoa sadaka. Anaona ya kwamba kuni zipo na moto uko mikononi mwa baba, lakini pia na kisu kipo. Anamgeukia baba yake, amwambia, baba,
kuni zipo, moto upo, yuko wapi kondoo wa sadaka? Ndani ya moyo wa Ibrahimu anasema, ungelijua Isaka, kondoo ni wewe, wala sina mwingine. Ila amebaki na siri ya ndani, ambapo pambano linaendelea. Anakwenda kutekeleza agizo la Bwana, lakini kwa ndani ya moyo anasubiri sauti ya Bwana kuahirisha mauti ya Isaka. Litakwenda likimsubiri. Ibrahimu hakukaa kivivu kusubiri ya kwamba Mungu aingilie kati. Mungu yeye alichojua, Bwana amemwambia aende, anakwenda, lakini wakati huo ndani ya moyo wake anasubiri, Bwana utafanya nini na jambo hili? Ndipo anamwambia kijana Isaka, sikiliza, Bwana atajipatia kondoo huko mbele. Amina. Ila ndani ya moyo wake anajua Isaka anakwenda kufa. Wameenda mahali pale ambapo wamewacha vijana, wameenda sehemu ile, kuni zikatandikwa vizuri kama sadaka zinavyotolewa. Ndani ya Ibrahimu, kumbuka, ana miaka 120. Kijana Isaka ana miaka 20. Hebu angalia huo umbali uliopo na nguvu alionayo Isaka. Ibrahimu anajiuliza, ni nani atakayenisaidia kumkamata kijana huyu ili tumfunge nimtoe sadaka? Na wako wangapi? Wawili. Wale vijana wamewaacha, wako wawili. Ibrahimu anatetemeka, nitafanya nini? Lakini baada ya matayarisho yote, anamgeukia kijana Isaka, anamwambia, Isaka mwanangu, sikiliza, sauti ya Bwana imeniambia yule kondoo uliyekuwa nauliza ni wewe. Ibrahimu anafikiria kwamba kijana ataanza kutimua mbio. Kijana aliyefundishwa kutii mapenzi ya Mungu akamwambia, baba, ni mimi. Ndiyo. Kasema, ikiwa Bwana amenitaka, ni nani atakayezuia? Baba, niko tayari kufa, kwa kuwa ni sauti ya Bwana iliyosema nife, acha nife. Mzee Ibrahimu akaanza kutoa kamba, akaanza kumfunga kijana, lakini kijana huyu akachukua ile kamba, akamsaidia mzee kumfunga, akajifunga mwenyewe. Akamwambia mzee, funga mkono hapa, funga mkono hapa, funga miguu hapa, pandisha juu. Akajifunga mwenyewe, ndipo akiwa tayari kufa, maana Bwana ameona yeye ndiye kondoo. Biblia yangu na Biblia yako inasema, wakati akiwa tayari amenyoosha mkono wake kushusha kisu amchinje, ndipo wokovu ulipotokea. Amina. Mchana wa leo tunatakiwa kufahamu mambo haya yafuatayo. Mchana wa leo, kwa nini naleta kisa hiki mchana wa leo? Sikiliza ndugu yangu mwanakambi, katika kambi letu hili la Kilwa 2026, Mungu anatamani katika maisha yetu tugundue mambo yafuatayo kupitia kisa hiki. Jambo la kwanza, si kila wito Mungu anaotuita waweza kueleweka kwetu, ila kwa sababu ni sauti ya Bwana tunapaswa kuitikia. Mungu anaposema twende, twendeni. Wakati mwingine tunapoangalia mazingira yetu, shughuli zetu, mipango yetu inayokwenda kuharibika, lakini katikati ya hayo ambayo tunafikiria kwamba yanaweza kuwa kikwazo, sauti ya Bwana inasema, ni nani nitakayemtuma atakaye kwenda kwa ajili yetu? Twendeni, bila kuuliza swali ya kwamba nini kitakachotokea. Lakini jambo la pili, usalama wetu wa pekee maishani mwetu
si kupingana na agizo la Mungu. Usalama wetu ni kutii kile Mungu anachotuambia tukifanye. Jambo la tatu, maombi yetu hayawezi kubadilisha kile Mungu anachotaka tufanye ili kukwepa wajibu. Ibrahimu aliomba ila mbingu zilinyamaza kimya. Wakati fulani unaweza kuomba ili ukwepe wajibu fulani kwa kutia mashaka kwamba Mungu inawezekana sivyo. Na wakati fulani nilikuwa naongea na watu fulani ambao tumeletwa katika maeneo haya ya kusini. Tumetoka maeneo fulani, mtu tukuripoti katika kituo, kuanza prosesi za kuhama. Sikiliza, Bwana amekuita Kilwa, hajakosea. Na mimi nataka niwaambie wana Kilwa wote mlioko hapa, kama hujatimiza mpango wa Mungu, utatembea na bahasha zako, ofisi baada ya ofisi zitachakaa. Ni mpaka kusudi la Mungu litimie ndipo utaondoka Kilwa, vinginevyo utakesha. Na hata hivyo, challenge yangu ni hii kwamba ukitaka uondoke Kilwa, tenda kazi ya Mungu kwa uaminifu. Bwana aseme imetosha, ondoka pengine. Ila ukitegea, unajitegea mwenyewe, ndivyo muda wako utakavyokawia wa kukaa Kilwa. Jambo lingine, muujiza wa Mungu utafanyika pale tu tunapoitikia wito wa Mungu. Ikiwa unataka Mungu aingilie kati katika mambo yako, itikia kwanza wito wa Mungu. Ibrahimu, muujiza haukutendeka alipokuwa akiomba pale. Muujiza wa Ibrahimu haukutendeka pale ambapo alienda kukutana na wale wajumbe. Muujiza wa Mungu ulitokea pale Ibrahimu alipokwenda kutimiza kusudi la Mungu. Wakati akiwa katika kutimiza kusudi la Mungu, ndipo sauti ya Mungu inamwambia, nimeona wewe ni mcha Mungu. Muujiza hauwezi kutokea kwa namna hiyo kama hatutatii kile ambacho Mungu amekusudia tukitii. Lakini mwisho wa yote, pamoja na yote haya, nataka nikuambia kwamba hatupaswi kukaa kivivu tukisubiri marejeo ya Yesu. Nataka niwaambie hivi ya kwamba mchana wa leo ni lazima twende tukafanye kazi ya Mungu. Wakati tukisubiri kuja kwa Yesu, Yesu atukute shambani. Na ndio maana hata katika kitabu kile cha Matukio ya Siku za Mwisho anasema, mvua ya masika, Roho Mtakatifu atamwagwa kwa watu walioko shambani. Hatuwezi kupokea Roho Mtakatifu tukiwa tumekaa hapa kanisani. Ni sharti twende, lakini wakati tunapokwenda, maisha yetu, tabia zetu zioneshe ya kwamba tunamsubiri Yesu. Sikiliza kile ambacho nabii wa Mungu anasema hivi: hatupaswi kukaa kivivu tukisubiri marejeo ya Yesu. Kusubiri, kukesha na kufanya kazi lazima viendane pamoja. Ni katika kitabu cha Deserve Wages kurasa 330. Lakini katika kitabu kile cha Matukio ya Siku za Mwisho toleo la 2002 ukurasa 180 anasema hivi: usifikiri kuwa itawezekana kufanya mipango ya siku za usoni. Hii tambuliwe kwamba Mungu ndiye anayeshikilia hatamu wakati wote na kwa hali zote. Atafanya kazi kwa njia atakazoona zinafaa, na ataendelea kuona kwamba anawawezesha watu wake kufanya kazi. Hivyo Mungu wakati fulani hafanyi kazi kwa namna tunavyofikiri. Ibrahimu aliitwa kwenda, lakini ilifika mahali ambapo mitazamo yake ilikinzana na Mungu. Lakini katikati ya mitazamo yake, bado alipoona mpango wa Mungu ni kumtoa mwanawe, alikwenda, alikuwa tayari kumtoa mwanawe. Na sisi katika maisha yetu ni lazima tumsikilize Mungu, maana Mungu ndiye anayeratibu kazi yake. Mwisho, Bwana anatualika kukubali sauti yake ya kwenda, wakati huo tukifanya matayarisho ya kumsubiri Yesu. Na katika wito wangu mchana wa leo, Warumi sura 13 mstari wa 11 mpaka wa 14, ndipo natamani kutoa wito katika mchana wa leo. Warumi sura ile ya 13 mstari ule wa 11 mpaka 13, Biblia inatueleza hivi katika matayarisho yetu
wakati tunapokwenda, lakini tukimsubiri Yesu. Warumi 13 mstari ule wa 11 mpaka wa 14, neno la Mungu nasema hivi: naam, tukijua wakati kwamba saa ya kuamka katika usingizi imekwisha kuwadia, kwa maana sasa wokovu wetu karibu nasi kuliko tulipoanza kuamini. Usiku umeendelea sana, mchana umekaribia. Basi na tuyavue matendo ya giza na kuzivaa silaha za nuru, kama ilivyohusika na mchana, na tuenende kwa adabu, si kwa ulafi na ulevi, si kwa ufisadi na uasherati, si kwa ugomvi na wivu, bali mvaeni Bwana Yesu Kristo, wala msiuangalie mwili hata kuwasha tamaa zake. Wanakilwa mchana wa leo, wakati ambapo tunakwenda, Biblia inasema usiku umeendelea sana, mchana umekaribia. Dalili zote zinaonyesha Yesu anakaribia, na ndio maana tunapiga kelele ya kwamba Yesu yuaja tena. Lakini anasema wakati tulio nao tuyavue matendo ya giza, tuzivae silaha za nuru. Ni wakati wa kumvaa Yesu katika maisha yetu. Mchana wa leo ni wangapi wanamwambia Yesu, Yesu, ninatamani nikusubiri, lakini nikiangalia maisha yangu, inawezekana ungelikuja usiku wa leo nisingelipata nafasi ya kuingia mbinguni. Lakini wakati fulani huenda uliniita, wakati fulani ulitoa wito wa kutoa mali zangu, wakati fulani ulitamani nitoe muda wangu niende kuwaambia wengine habari zako, kiwa kujitoa hata mimi mwenyewe, lakini kuna mahali fulani nilikuzuia. Lakini mchana wa leo, kama Ibrahimu asivyoweza kumzuia mwanawe akaamua kumtoa, na mimi Mungu wangu, ikiwa utaniita kwa namna yoyote, ni tayari kwenda, lakini nipatie kukusubiri. Maisha yangu yatangaze kuja kwako, mtindo wangu ninaoishi, wakula kwangu, kuvaa kwangu, kutembea kwangu, kutangaza ya kwamba Yesu unakuja. Na hivyo mchana wa leo natamani kujitoa wakfu kwako, ya kwamba Bwana, nisikuzuilie chochote.